Imam Ali amezungumza takwa, kaulizwa takwa ni nini, akasema takwa ni vitu hivi. Kwanza alkhawfu min aljalil, moyo wako umuogope kweli Mungu, yani hofu ya Mungu kwako iwe kubwa kuliko kitu chochote. Wal amalu bitanzil, na kuishi kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Qur'ani na Sunna. Wal istidadu liyaumir rahil, na kujiandaa na kifo. Kataja vitu vingapi? Vitatu. Huyu Sayyidina Ali karramallahu wajhu. Cha kwanza alkhawfu min aljalili, kumuogopa kweli Mungu, sio kumuogopa kwa kupretend. Na hiyo ni sawa sawa sana. Mungu mwenyewe anamtaja muumini ni yule ambaye kwamba akisikia jina lake linatajwa anafanya wajilat. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat wa idha tuliyat alaihim ayatuhu wa ala rabbihim yatawakkal. Sasa muumini ni yule ambaye akisikia jina la Mungu limetajwa Mungu huogopa, kama vile akisikia mwizi huyo, simba huyo. Hapa tulipokaa tupige kimya, mfano wote mnanitazama mimi, kisha akatokea mtu hapo katikati akasema nyoka, kila mtu mwanalo nyoka kamkalia yeye, hatobaki hata mmoja. Ndio sasa takwa ya kweli, mtu ijae hofu moyo wake hivyo, akisikia Mungu ile Allahu akbar aogope, kama huyo anatajwa sawa kawaida. Anafunga duka, kama gari anasimamisha, kama chaki anaweka chini alikuwa anafundisha, kama nini anaacha, anakimbilia huko anapoenda. Hiyo ndio alama ya takwa, at-taqwa al-khawfu min al-jalil. La pili wal amalu, yani usifanye chochote isipokuwa kwa ruhusa ya Qur'ani na hadithi na mafundisho sahihi kutoka kwa wanachuoni. Maana yake nini? Kwamba kila unachotaka kusema, kukifanya, kupaenda, unauliza sheria inasemaje. Sio unafanya kwanza kisha ndio na Waislamu wengi sasa tuko hivyo. Tunafanya kwanza kisha bwana mtu anauliza shekhe, kwa mfano ukisikia napiga kwa mfano tatu ujue kishafanya hicho kitu. Kwa mfano mimi hapa, kwa mfano shekhe, nisikilize vizuri, kwa mfano ujue huyu keshafanya hichi kitu. Unanielewa vizuri? Huyu keshafanya. Hapana. Kabla ya kuharibu kwanza uliza, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kana, ndio kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu, usijiingize katika lile jambo ambalo ulijui. Qur'ani inasema usijiingize katika lile jambo ambalo, jamani nitizameni mie kweli wewe mtu mkubwa mnene lakini kaja darasani na yeye. Ndio uzuri wa Uislamu. Mtizameni mie. Wala takfu ma laysa laka bihi, nataka kusema vitu vikubwa sana. Usiingie katika kile usichokijua. Usipokijua vipi? Kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Mola wako. Kila mmoja hapa he has a big plan, ana mipango yake. Kesho nitafanya hivi, nitafanya hivi. Basi kabla hujafanya mfate mtu, bwana mimi kesho nimepanga kufanya hichi. Hichi kitu nakionaje? Tumeelewana? Ndio takwa tunazungumzia. Nimesema nini takwa? Hapa naeleza kesho nataka kwenda pahala. Mwalimu, unaonaje hii safari yangu ya huko? Sio Ramli. Maki msidhani nyote watu wa Ramli na wafungulieni biashara. Sina mpango wa kuzungumza mambo ya nyota. Sawa? So pia rai kimujibu wa sheria. Nataka kuoa, naoaje? Nataka kula, na kulaje? Tumeelewana vizuri? Isalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yote hayo tunabasi, waulizeni wanaojua ikiwa nyinyi hamujui. Kisha angalia slogan ya Uislamu. Uislamu, neno gani linalomuingiza mtu katika Uislamu? Ni kusema ashhadu an la ilaha. Tizama ya maneno kwa akili ya ndani. Utakuta Muislamu automatically kabla ya kukubali anakata